kukuza talanta zao kupitia mtandao. Maisha ya watu wengi si katika tu nchi hii ya Kenya, lakini kote duniani kuna wale ambao wamepoteza kazi zao, na vile vile kuna wale ambao kampuni au biashara imeweza kufungwa, na ndipo maana kundi la vijana kutoka katika eneo la Pwani na vile vile Nairobi wamekuja pamoja leo hii kuhakikisha kuwa wanatumia mtandao. Hii ni kwa manufaa yao tu, labda ya kupata mapato ya kila siku. Ikumbuka kuwa pia ni mojawapo tu ya njia za kubuni ajira. Na nitakuwa kongamano hili, labda tukueleza kwa kifupi, labda vijana hawa wamejumuika hapa, ni nini haswa ambacho kinazungumziwa? Naam, kwa majina naitwa Dr. Bahedar. Mimi ni kijana ambao nasaidia kunacha talent kwa vijana, na kuna msemo unaosema Kiswahili kunaponyesha ndio kujulikana wapi kwa vuja. So pandemic wanasema chapanyesha tujue pavujapo. Yes. Sasa pandemic imetuonesha kwamba kuna a lot of loopholes ambao tulikuwa nao, na siku zote potential zetu hatuzitumii. So the best way, tumeleta watu, tunajaribu kukuza vipaji na tunatumia social media na website zetu kuunua na kujenga jina, na at the same time tunataka iwe ni kama career yao kwa wale ambao hawana makazi. Biashara wengine wamefuta makazi lakini wana vipaji, so why don't we use that talent to grow na iwe ni kitu ambacho za kusustain. Sababu kuna wale wanajua tu ukienda mtandaoni, labda ni Facebook, upate zile likes, upate comments, basi ndio maisha. Kuna wale wanajua labda huwezi tumia labda kupata kipato, labda kando na Facebook na Twitter, labda mnatumia ni utandawazi upi mwingine? Sasa sisi tuna website yetu inaitwa www.b.co.ke. Ni website ambao tuna interlink na social media zote. Mbali na hapo tuna interlink with local radio station na TV station. So what we do is, for example, kama mtu kipaji chake ni kuimba, tunachukua yule mwimbaji tunamweka. Mbali na hapo tunachezesha kila media station tulio partner na wao, zinakuwa constantly zinachezwa, so that peke yake inajenga jina. Apart from that, tunasaidiana na corporate kufanikisha haya mambo, ili iwe sasa at least ana kitu, kipato chake anaweza pata bila kukaa na njaa, hakuna kazi na ukae tu nyumbani. So we thought the alternative is, sisi afadhali tuje na a concept where we can work on what we call the orange economy. So kwa kifupi ni kukuza vile vile talanta. Yes. Hiyo ndo kazi yetu kubwa, kukuza talanta na tuone vipi tutakufikisha wapi katika talanta yako. Je, mtandao unalipa? Mtandao unalipa, lakini sasa sisi hatutaki mwanzo kulipa, tufikiria mwanzo kujenga jina. Ikiwa wewe hujulikani huwezi lipwa. Kwa hivyo mwanzo lazima tukupatie ile recognition, ujulikane, kisha sasa tulete wale corporates, iwe sasa kuna certain sustainability whereby waweza kulipwa sasa kupitia zile advertisements zako na kutumia zile video clips zako kujenga jina. Hapa leo waliokuja wengi ni vijana ambao wanatoka mijini. Labda pia mna mpango kuhusisha vijana ambao wanatoka kule mashambani? Lengo letu ni kuwa tutakwenda kila mji. Hiyo ndio lengo letu, na tutakuwa tufanya events kama hizi kwa kila county possible. Sasa tutakuwa tutachukua mpaka wale kwa vijijini, as long as kuna kipaji, kuna talanta tuweza kuikuza. Sisi lengo letu ni kukuza hata ukawa ni wapi, hata kama ni mashinani. Shukrani kabisa na kila la heri. Habari ndio hiyo, ni vijana wakizungumza. Waliambiwa kuwa ndio viongozi wa kesho, lakini wanasema kuwa kesho yao itakuwa leo tu, wakikisha kuwa wameshiriki katika masuala kadhaa, haswa kupitia mtandao kukuza talanta zao, ili mradi kuhakikisha kuwa wamepata mkate wao wa kila siku. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Tobias Chanji. Na asante sana Tobias Chanji kwa hiyo taarifa.